Okay, yale mafuta tulikuwa tunayaongelea ni haya hapa. Yanaitwa Heart Cream. Nafikiri mnayaona. Haya mafuta yanapatikana Amazon. Amazon ukienda kwenye website, haya mafuta utayakuta. Haya mafuta ni mafuta mazuri. Ukiangalia hata na jina lake linaelezea. Kwa hiyo ndani yanakaa kama hivi. Hivi ndivyo yanavyofanana. Kwa hiyo kama unataka mikono yako ipungue, utafanya hivi. Utafanya hivi. Kwa mfano, unahitaji mikono yako ipungue. So kama unahitaji tumbo au huku hizi nyama zembe, unapaka. Ukishamaliza kupaka kama dakika 2 hivi, utahisi moto. Utahisi moto unawaka. Halafu sasa ukishapaka hayo mafuta, ukifanya exercise, ni kama kuna moto unakuchoma. Kadiri unavyoendelea kufanya exercise, unatoka jasho. Kile kipande ambacho umeweka haya mafuta, unatoka jasho kama mtu amemkumwagilia maji. Kumaanisha yale mafuta yako yanatoka, kwa sababu mwili ukishachemka, ukianza kufanya exercise, yani kile kipande umepaka haya mafuta, panatoka maji mengi sana. Kwa hiyo na kusisitiza, kama uko kwenye mpango wa kupunguza uzito, haya mafuta yasikose nyumbani mwako. Maana ukiyapata kwanza, utahisi moto. Unapoendelea kufanya exercise, unasikia moto zaidi, na huyo moto inatoka maji, kumaanisha jasho. Inatoka jasho, na wataalamu wanasema kwamba unavyoendelea kutoa jasho ndani ya mwili wako, ndivyo mafuta ambayo yanasababisha ule unene yanaendelea kutoka. Tafadhali, niliwaambia mazoezi, kuna mazoezi ya aina 4. Sasa watu tunafanya mazoezi hatuelewi. Zoezi la kwanza ambalo naweza kuelezea ni zoezi ambao umeamrishwa na dokta. Yaani kumaanisha umeenda hospitali, wamekuta una problem au una shida fulani, au kama mishipa imeganda, haitoi damu vizuri, au damu kwa mwili haitembei vizuri. Hapo dokita atakuamrisha kwamba uende kufanya mazoezi ili misuli isimame tena au iamke tena, ianze kufanya kazi kama inavyotakiwa. Zoezi la pili ni zoezi ambayo hilo zoezi huaga linapendelea kufanya vijana na wanaume. Hilo ni zoezi ambayo unaenda kufanya ili upate muscle. Sijui kwa Kirundi wanasema, sijui ni nguvu, sijui nini. Navijua kwa Kiingereza. Wapate muscle, kifua kivimbe. Hao watu sasa hawana sheria yoyote ile, wanafanya mazoezi wanavyojisikia, na chakula wanakula wanavyojisikia. Na hilo zoezi la kwanza la hospitali halikukatazi chochote kile. Labda dokta wako kwambie usile hiki na hiki. Lakini kuna zoezi lingine ambayo unataka kupungua, unafanya zoezi kwa kupungua mwili mzima. Kuna zoezi lingine unataka kupungua tumbo. Kwa hiyo mimi mazoezi ambayo nataka kuongelea sasa hivi ni mazoezi ya aina 2. Zoezi la kwanza ni zoezi la kupungua mwili mzima kama mimi. Si mnaniona jameni? Jameni, tafadhali nawahitaji kwenye comment. Kama nimepungua, sema ukweli na usemwe. Sema dada yetu tumepungua, mama yetu tumepungua. Na mimi nijisikie courage au vipi? Halafu zoezi lingine ambalo ninataka kuongelea ni zoezi la kupunguza tumbo tu, au hapa pembeni kwenye nyama zembe. Kama una kiti hapa nyumbani kwako kama hiki ni kiti muhimu cha kufanyia mazoezi ya kupunguza tumbo na nyama zembe. Kama una kiti kama hiki, usipuzie.
Hii ni gym tosha hii. Acha kuhangaika kutoa pesa kule kama hutaki kwenda kule. Nyumbani kwako unaweza kufanyia gym, jamani nawaambia, na ukapata matokeo mazuri. Kwa nini mnahangaika? Sijui sina mtu wa kuniangalia watoto. Sijui mimi ninafanya kazi overtime. Sijui ni kazi za nyumba zinanibana. Hapo ulipo, hizo dakika 15 zitumie. Kabla ya kwenda kulala, tumia zoezi. Twende sasa. Unaweza ukakaa kwenye kiti hiki kama nilivyokaa mimi. Mnaona? So nikishakaa kwa sababu sijasema tukao nataka kupunguza hii tumbo ya chini, hapana. Hapa nitapunguza tumbo pamoja na hapa kwenye hizi nyama zembe. Tunaenda, utashika hapa. Ukishashika hapa sasa, hiyo kiti izungushe hivi. Kadri unavyozungusha hivyo, unasikia maumivu tumboni. Hayo maumivu ndio yenyewe. Mikono isiyumbayumbe wala isimove. No, itakaa hivi. Wewe tu sehemu ambayo itafanya kazi ni tumbo. Kiti kinakuzungusha hivi na miguu. Unavyoendelea kufanya hivi, basi ndo utakavyoendelea kusikia maumivu. Yaani kabla ya kulala fanya hivi, na kama una muda ukiamka fanya hivi, na siku ya kwanza utasikia maumivu sana. Sasa ukifanya hivi kama mimi niko nafanya hivi, nimeshaanza kusikia jasho. Ninasikia linaanza kushuka huku tumbo, kwa sababu ndo sehemu ambayo inatumika sana, niko naumia. Mikono haiumii, lakini hii nafasi ya tumbo hivi. So unaona jinsi ninavyojikata? Unaona? Yaani ninavyoendelea kufanya hivi, ninavyoendelea kusikia maumivu, ndivyo yale mafuta nasikia yananiwasha. Yanawaka kama moto. Basi nikiendelea kufanya hivi, nitashitukia hata nguo, suruali ya chini ambayo nimevaa imelowana. Sasa hapo ndio utajua kwamba matokeo yako yanatokea ni vizuri. Yaani siku ya 3 ya 4 lazima hata wewe hujisikii, utasikia watu wanakuuliza umefanya nini? Mbona unaanza kupungua? Mbona tumbo? Na zoezi hili kama huko nalifanya, ndugu yangu, tafadhali nawasisitiza, ninawaambia, acheni kula vitu ambavyo ni vizito kama ugali, mchele. Kama wewe unasikia kwamba ni mtu ambao unasikia njaa mara kwa mara, basi tumia fruit, tumia matunda yatakusaidia. Na hayo matunda hata ukila, usile yale matunda kama watermelon unaweza kula, apple unaweza kula, cucumber unaweza kula. Yaani ni vitu vingi ambavyo unaweza kula, na ukiendelea kuvila unaweza kupata. Kama unataka vitu vya kupika, tafuta makabeji, vitu vya mchicha. Na huyo mchicha ukiupika, tafadhali usiweke mafuta ya mawese. Sorry, nilikuwa nimeshaenda kusema Kirundi. Samahani. Mafuta ya mawese ni mafuta mabaya sana kama uko kwenye harakati za kupunguza uzito. Najua yana bei. Yale mafuta ya olive oil, tumia yale mafuta, ni mazuri sana kwa sababu hayawezi kuganda kwenye mwili wako, ni mazuri. Hata nimesema ni mazuri, usitumie mengi zaidi, no. Jifunze kula vitu ambavyo havina viungo vingi, kwa sababu na vile viungo vinaweza kutusababishia matatizo. Kwa mfano, ukiweka mafuta, sijui unaweka nini, viungo ambavyo vinahitaji kwenye chakula chako. Garlic inahitajika, ginger, lemonade, vitunguu. Hivyo ni viungo ambavyo naweza kukwambia kwamba kama wewe uko kwenye harakati ya kupunguza uzito, tumia hivyo. Basi ni mengi tutawaambia mkiendelea kutufuatilia. Kwa siku ya leo ngoje tukomee hapa. Siku nyingine tutawaambia vitu ambavyo unaweza kuvaa kufunga tumbo wakati wa kufanya mazoezi, ili hata na ile njaa wewe unasema kwamba sijui nasikia njaa, ukifanya mara 2 au mara 3 utajisikia kwamba hata ukishinda bila chakula hautafanya nini? Hautababaika. Kwa mfano,
Watu wanaenda kufanya kazi, siku ya kwanza unacheka. Siku ya kwanza lazima uje na maumivu, lakini kwa sababu unajua kwamba mwisho wa wiki au mwisho wa miezi mbili au mwisho wa mwezi utapata mshahara, unavumilia. Sasa kwa nini wewe unafanya mara moja siku ya nasikia uvivu, sijui nasikia maumivu, sijui mimi siwezi? Kwa nini? Kama wewe unahitaji kuishi bila magonjwa, kazana kufanya mazoezi na uachane sijui ni hizo nyama sijui ni nini, maana hizo nyama ndo zinatuongezea mafuta. Kama ukila nyama basi kula mara moja kwa wiki, sio Monday to Friday wewe ni nyama za mafuta, nyama. No my dear friend, yani nikiongea ninaweza kukesha. Kwa hiyo kwa siku ya leo nimesimamishia hapo. Mtindo au mwendo ni ule ule. Share, like and video my video. Thank you guys. May God bless you. See you next time. Bye.